omuntu karanchenseye. Mungu tuebukane na mambo ya hii dunia, mambo ya anasa, mambo ya wasoa nyumba, mambo ya kusongeza ebikone bya baberaka. Mambo kama hayo tuebukane nayo, tujitenge ili tupate nafasi kwa ule mji ambao umeandaliwa kwa ajili yangu na wewe. Mama White katika kitabu chake cha Education page 57 to 58 anasema hivi: the greatest want of the world is men who will stand for the truth, men who will call sin by its right name though the heaven falls. Kwa hivyo hiyo ndiyo inayohitajikana wana wa Mungu, watu ambao wataita dhambi kwa jina lake, jina yake. Kwa hivyo tujiandae, tujisafishe, tujieke tayari, kwa sababu mfalme hivi karibuni anafanya nini? Anakuja. Basi Mungu wetu atubariki, tuungame dhambi zetu, na yeye hakika atatusafi, kwa sababu amesema ya kwamba salvation simplified. Wokovu umefanya nini? Kwa watu wote. Ndiposa Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu na wewe. Ndiposa Yesu wetu wakati huu ameketi katika kiti pale mbinguni, anatuombea ili tusamehewe makosa yetu. Wakati bado angali katika kile kiti, tafadhali tuungame, tuachane dhambi. Munyabibe na Yesu akwerete otige bibe byabo bisine bya maiso keroraiwe lyogirio monene onchoka mambia teri yao onchokero yomino konye kure no mogoko tiga ebibe onye kure no mogoko tiga ebibe. Hallelujah. Our Lord Jesus Christ is doing what? Wokovu unapatikana kwa yeye. Wokovu haupatikani kwa waganga, bali unapatikana wapi? Kwa hivyo tujitolee sisi wote. Yesu anaita, mlango bado uwasi. Wacha Mungu atubariki, na wale wote watakaopata upatizo Mungu awabariki na walinde. Nasi sisi wote tuliopatiza tukae kwa kazi ya Bwana, tukae kwa nyumba ya Bwana, jinsi ambavyo Daudi anasema ya kwamba jambo moja ambalo ameomba ni kufanya nini? Ni kukaa kwa nyumba ya nani? Siku zote. Amen. Kwa hivyo Mungu wetu na atubariki tunaposimama kwa maombi. Kwenye kure no moko tine na igoro. Us. We want to pray. Before we pray, kuna wale ambao ni wagonjwa wangependa kuombewa. Luckily, we are blessed with our pastor here, our district pastor. I will also invite him to come forefront so that we pray for you. Wale ambao ni wagonjwa, wako na malaria, emegonge koroma sukangu gocha mutua, wanda bagotu batariko nyara gotara. We want to pray for you. Na kuna wale ambao wanasema ya kwamba wanataka wapate upatizo kwa maji mengi. We are preparing you so that you be. My Bible says in John 3:3 that verily, verily I tell you the truth, that whoever believes, that whoever does not believe will not see the kingdom of what? Of God. That if you believe, you will see the kingdom of what? Hebu nione wale wa upatizo. Please move forward. We want to pray for you. Kuna wale ambao walijitolea wapate upatizo. Where are you? We want to pray for you. Very good. May God bless you. Very good. Abalisianga imwacha. Please invite these souls. Heaven is interested for even one soul that has received him as the personal Savior. Hallelujah. Kwenye kule no mogoko inchugo cha mutua.
want to pray. Thank you so much, Pastor. So we want to pray for these people. I will pray, then our district pastor will finish. Are we together? Basi tutaamini ili tuombe, kisha Mungu wetu atatubariki kwa siku nyingine tunapoendelea na nini? Mahubiri yetu. Tuombe. Baba wetu uishie juu mbinguni, asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Baba, katika makambi yetu ya 2024 na Miobo, tumekabidhi wa Kristo wote mikononi mwako. Asante kwa redio yetu ya Abagusi ambao wako pamoja nasi. Wasikilizaji wote ulimwenguni tumewakabidhi mikononi mwako. Unapotubariki kwa ajili ya makambi haya, tumeomba na wao uwabariki. Na Baba, utuokoe sisi wote, tukutambue wewe kama mwokozi wa maisha yetu. Wana wako wamekuja hapa mbele ambao ni wagonjwa, tumeomba waponye. Wana wako Baba wanapitia changamoto mbalimbali, tumeomba uweze kutembea na wao na utuandae kila mmoja kwa ule ufalme ambao tayari umekwisha andaliwa. Sasa wana wako ambao wamekutambua kwa kupata upatizo, na wao tumewakabidhi mikononi mwako, na utubariki sisi wote, watoto, vijana, wazee, wamama na watu wa assembly mbalimbali ambao wamekusanyika ili kusikiza neno lako. Sasa tubariki, ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Baba mfalme aishiye milele, Mungu mtakatifu, unaishi na kutamalaki mbinguni na duniani Bwana wetu. Tumejishusha kwako jinsi tulivyo namna hii Bwana wetu, tukijua ya kwamba Mungu wewe hujaachia mwingine wokovu huu, lakini umeutoa kupitia kwa mwanao Yesu Kristo Mungu wetu. Kwa hivyo sisi wote, wakubwa kwa wadogo, wazee kwa wamama, vijana kwa wasichana, wote tumeita kwako ili tupate uzima wa milele Mungu wetu. Hata wale watazamaji ambao wanatuangalia Mungu wetu duniani kote, hata wao wametunukiwa na uzima huu wa milele Mungu wetu, muradi tu tumwamini Yesu wetu Bwana wetu. Bwana wetu, tusaidie kulingana na mapenzi yako, ili utufanye tuwe wako Mungu wetu. Wakati umetuoza Kenya tumefaa machoni pako Mungu wetu. Asante kwa sababu umempea mtumishi wako nguvu na ameliongea neno lako vizuri. Tumesikia black and white vizuri, kueleweka vizuri. Bwana wetu, tujalie tuwe wako Mungu wetu. Tujalie ili neno tumesikia kutoka wako Mungu wetu litufinyange ili tuwe watoto wako Mungu wetu. Bwana wa majeshi uliye mbinguni kule Mungu wetu, wana wako wengi wamejitoa, wamekuja hapa mbele Mungu wetu. Kila roho unaiona na unaisoma Mungu wetu. Miili hii midhaifu ambayo ulitupea Mungu wetu unaichua Mungu wetu. Pengine tuko na maradhi mbalimbali, magonjwa mbalimbali Mungu wetu, lakini tunajua ya kwamba wewe ni tabibu mkuu Mungu wetu. Ushuke uponye kila mtu sawa sawa na mapenzi yako Mungu wetu, ili auishi mguso wake Mungu wetu. Baba wa mbinguni, Biblia inasema ya kwamba hata mmoja anapokubali kuokoka Mungu wetu, dunia inafurahi. Lakini hapa mbele Mungu wetu, tuko na zaidi ya mmoja Mungu wetu ambao wamejitoa kabisa kusaliwa mara ya pili, wawe viumbe wapya machoni pa Mungu wetu. Hata na watazamaji pia Mungu wetu, sisi wote tusaidie ili tuoshe na damu yako Mungu wetu, ili tufanyike kuwa wana wako tangia sasa hadi milele sote Bwana wetu. Mungu wa mbinguni, tuomba ya kwamba makambi haya na maneno ambayo yatakuja wakati makambi haya Mungu wetu, waje yatuandae kwa minajili ya ukombozi wa milele Mungu wetu. Tuko na mengi ya kukuambia Mungu wetu, lakini yote unayajua Mungu wetu. Tuomba ya kwamba ujibu sawa sawa na mapenzi yako Mungu wetu. Tuomba haya yote katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen.
Asante sana, mubarikiwe in Jesus name. Tuyamono toikaranse Tuyamono toikaranse etangaso abasekretari babagachi n'abagachi maambia muna mogo cha saa 2 kiripot jeji kanisa aende maambia kikwaya cheito amona basiriki n'abagani bali toko chigocha na barabu maambia moroche ntwaligania abagani aba baito bakira omanyete rero nto batebete twataka moche igo ingagete maambia murabase gocha kwebo mubeke chi uniform aita ko bamaya rero muyariganeti rero yarengeri tukoria Dorcas nabo lyatakeire ko baigo ekogera mbaburuka ine widows n'abandi igo maambia muna togocha mapema abageni no balegaiga mpaka Jumamosi lakini tali abageni ababoka naintu toche no mogeni naintu toche no mogeni egere tobwenere abana maambia abalisia nabo bagotora inse yekanisa ikoruku getare bono motigare maroro morisia amo n'abalisi bonsi pia togocha gosira getare getare moche gocha mona iga abalisi ntoigwete mwembe tigarake ogotera kori gwachiete korosi gwankobete otatigo omanyene rieta ritayo igo nabagocha korotote ogotera nokora naende mambi toinyore toreta nechisataka antorakora mambi nari tokoreta totenene tonyora ogosaba ngokwanore ntogwanja omogeni akwane ring'ana erimo. Basi kwa wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia mahubiri haya kutoka kambi hii ya Nyamiobo, tena kesho tutakuwa hapa. Sijui kama mtanikubalia, kuna ile kwaya tulikuwa tumeambia watatumalizia na wimbo, kwaya ya Mwembe Central Church. Basi watu wa Mwembe Central Church, tafadhali, ama kwaya ile ya Mwembe Central Church, ungekuwa mmefikisha wimbo wenu pale na muwe hapa mbele, kwa sababu naona masaa yetu yanaenda kweli. Na tunapoendelea kujiandaa, niko na timu yangu, tumekuwa tukisaidiana na wao pale, na ningependa kumuleta mwenzangu ambaye tunasaidiana naye kazi, dada Ruth, aje ili tuweze kuyasema mawili matatu. Napojiandaa pale kuja, tunawashukuru wote wale ambao wamekuwa kitazama. Leo hii tuliweza kusimamisha vipindi vyetu kwa minajili ya kukuletea kambi hili kutoka kanisa hili la ama kambi center hii ya Nyamiobo. Ila kesho pia tutakuwa tunafanya vile vile. Baadaye tutakuwa tunarejea siku ya Jumapili katika studio zetu ili kuendeleza mambo yetu ama programu zetu kama kawaida. Basi nimlete mwenzangu ambaye tunasaidiana katika studio pale, na studio zetu ziko katika mji ule wa Kisii Town. Studio zetu kuu ziko Marekani ya Kati, mji Wellington, Texas, na tuko na vipindi tofauti. Tunakuwa na kipindi cha Morning Glory ambacho kinaletwa naye Jeremiah Ntiri, Anza na Bwana, na Ruth Nyanchama ambaye tuko naye hapa. Tuko na vijana na maisha, inaletwa nami Geoffrey Nyakundi.
na pia tuko na request show ambayo inaletwa na Fidelis Moshoge. Kwa wakati huu nimpe dadangu Ruth aweze kusema nasi kwa dakika moja ama mbili hivi, alafu tuwapatie kwaya kwa nafasi ya kutuimbia. Naona pastor ako tayari kuweza kufanya ombi. Hebu basi tupate ombi, alafu mwenzangu atazungumza pale. Gombe motongi nyasaye mbiyamana seke ukyogima mbiyamana sobole ndio bya wakolire kurwe mambi na ndo gwatwitiri maragobe nyasaye anda karutura chigwatana ne kanyasaye oba mona ikuike mambi na ende karutura ikega igasenge njugo sangire kana nyasaye aba minto abagani batara nyasaye anda karoba gosoka kulwa obara asenjera na ndo baikibija bakonesi kutigeti karasole karatogo so asubo tukotolende na ndo goike mambi twasabirina kuigena aseli tali Yesu romotori. Amen. Basi atawasalimia baki na yeye kwa ikimaliza kuimba. Habari ya jioni. Mbona watu hawajafurahia tukija hapa? Naona wengi wameshaondoka jamani. Mimi nashukuru sana kwa kufika hapa siku ya leo katika haya makambi. Na ni siku ya furaha sana watu wanapokusanyika kusikiza neno la Mungu. Na wakati wote ni vizuri kutenga wakati kusikiza neno la Mungu na wewe uweze kubarikiwa kwa njia moja ama nyingine pale. Mimi naitwa Ruth Nyanchama vile mwenzangu amesema, na pale katika Abagusi Global Radio naleta kipindi ambacho kinaitwa Anza na Bwana. Sijui kama ni baadhi ya wale watu ambao kila wakati kwa mambo yote ambayo unafanya unawekeza vyote mbele ya Mwenyezi Mungu. Sijui ni wangapi pale wanawekeza vyote mbele ya Mwenyezi Mungu? Kabisa. Kwa wakati wote najua kuna mnenaji alikuwa amesema hapa mbele katika ile program ya stewardship, kwa sababu vyote ni vyake Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye mwanzo na ndiye mwisho. Kwa hivyo kwa wakati wote ekeza vyote mbele zake naye ataweza kukutendea, ataweza kukubariki. Tafuta ufalme wake na vyote utaweza kuongezewa. Tutakuwa nanyi mpaka siku ya Sabato mtakapomaliza makambi, na tumaini langu la kwamba tutaweza kubarikiwa zote. Asante dada. Sasa wakati huu tutakuwa tunapatia kwaya hii nafasi, sijui kiongozi wao ni nani. Kiongozi atusalimie, baadaye tupata wimbo ili mtubariki. Karibu. Abana ba Nyasaye wairire buya. Rieta ria nenkoro kutolika kerubo. Ekwaye ye igoya ire ya Mwembe Centro. Igoya chagete chiribubere na merongevere no yomo. Bana igatwakorire miaka 3 toligerere tigo chikoge ebwate folio mutu folio miwanero na folio mutu nero folio miwanu tobegete chibicha folio mutu tutarabeka lakini akara Nyasaye atokonya abatokobeka ekikwaya chiwate chichallenge chinyinge lakini asobole mererio bonene ntoike igoro togenderete gotera Moses ni gumono ngo totegerere korwa sebare banyare ko bagotosesenia na materari babwate oriorase kobeke kenanda korwaria bono babwato kero batero kwegera batosesenia na koroko. Alibariki, akaitakasa,
I think etu arosiri ko sina watu mento ko tera konde. Vamento como? Ego tena era kesha bakankyo. Basi sijui kama mko na wimbo mwingine pale. Dada Ruth sijui kama alikuwa ananiambia ameshindwa kuimba. Kamwambia afumilie tu, akae tu hapo, lakini sijui namna gani. Atumesema aje? Nimesikia huo mdundo unanipeleka vizuri na nikurudika katika Bwana. Ni wimbo mtamu kabisa. Wimbo mzuri. Okay. Na kama ingewezekana tukeshe pia, ilikuwa sawa. So Sijui kama mna malazi ya wageni. Sawa, watatuongezea wimbo ama vipi? wataongeza wimbo moja. Wakimaliza pale tutakunja jamvi letu, tuonane kesho, si ndio? Tuonane kesho. Kesho kutakuwa na vipindi ambavyo vitaendelea. Tuko nanyi mpaka siku ya Jumamosi wakati kama saa hii. Mungu akipenda kusinyeshe na msidi kuomba. Mvua kidogo Mungu ashikilie pale. Tetwa paka tuakore chikampe hivyo. Hivyo no. Na pia mfurahie. Unajua kama mgeni amekuja kwako na una tabasamu, sioni kama atakuja tena. Mkitabasamu tutakuja tena na tena na tena hata baada ya makambi. By the way, wanapojipanga sijui vijana wapo wa kanisa hili. Wapo? Wako wametoka kidogo. Okay. Okay, sawa basi. Ako nyakorosie mitambalia. Ana kirenda basa mwa batika bagenda nkabwango ika. Yawa mapema mono. Ni Pathfinders wapo? Oh, wanajifunza. Oh, gosi na buna ande basa na upadu na ande Pathfinder. Oh. Jeff. Mbona uuliza vijana sana bwana? Nikujua unajua hilo ndilo kanisa la kesho. Tunajua ni kijana usi mzee. Usiende hapo mna wasichana hapa. Usiende hapo mahali unaelekea. Usiende hapo mahali unaelekea kwa sababu naona ukipaki hapa usirudi town. Wewe ndio utabaki. Mimi siwezi baki. Wewe ndio utabaki huko. Basi wale ambao wanajipanga pale kutupatia wimbo ule, Bagusi Global Radio tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka Camp Center hii ya Nyamiobo Camp Center katika kanisa hili la Nyamiobo. Basi nadhani kwamba wale wote ambao wanafuatilia, mashabiki wetu kutoka maeneo tofauti tofauti, wale ambao wako Marekani ya kati ndio wanaamka sasa hivi, hii ndio asubuhi yao, watu wa Marekani pale. Na wale ambao wako Gulf countries ni jioni masaa tu kidogo tu tumepitana na wao, lakini nadhani sasa hivi wanafuatilia. Unaweza kuwa kwamba uko na rafiki, uko na dadako, uko na dadako pale, kakako ambao maybe wanafanya kazi kwingine ama nchi hizo za mbali, huwa wakati mwingi wapati nafasi ya kwenda kanisani. Ndiposa tukaamua kama Bagusi Global Radio wakati wa makambi tutahakikisha kwamba tunawaletea mahubiri haya moja kwa moja, na pia kila Sabato wakati tumepata nafasi, tumepata mwaliko, huwa tunatembea katika makanisa tofauti. Studio yetu ama radio yetu na televisheni imeweka kwa misingi ya Kiadventista. Basi ikiwa katika misingi ya Kiadventista, huwa tunaleta service ya Sabato katika kanisa lile ambalo tumealikwa kila wakati, na wale wenzetu wako mbali kwa sababu hawapati nafasi ya kwenda kanisani, hasa Uarabuni, huwa wanapata kubarikiwa pale. Kidogo tu ndio uweke wimbo. Basi anapojiandaa pale kutubariki na wimbo huo, ni wakumbushe tu kwa kidogo katika vipindi vile ambavyo tunafanya, aswa katika vijana na maisha. Unajua maisha haya na vijana vile ambavyo nyakati zimebadilika na vitu huwa tofauti kila wakati. Basi kila siku ya Jumatatu katika kipindi changu vijana na maisha, huwa tunazungumzia mambo ya biashara. Ni nini kile vijana wanajituma kufanya. Siku ya Jumanne tunajifunza mambo ya familia na elimu, family life and education.
huwa tunapata wazungumzaji pale studio, huwa wanazungumza maneno mazuri tu ya kujiandaa vijana katika ndoa, wale wako katika ndoa, changamoto zile ambazo wanazipitia ni nini wakifanye wakiwa katika kanisa na waweze kuendelea. Siku ya Jumatano tunaangazia afya. Tunasema afya ya kiakili, afya ya kimwili na pia afya ya kifedha. Siku ya Alhamis tunaangazia talanta. Talanta kila mtu amebarikiwa. Kuna yule ambaye anaimba, kuna yule ambaye anafanya kazi za kwake za mikono, anajiendeleza. Na siku ya Ijumaa huwa tunafanya Bible study. Bible study tunaanza na Bible study pale, mwisho tunamalizia katika lesson discussion kwa minajili ya kujifunza kila wakati ama mwongozo wa kusoma Biblia. Na Jumamosi basi ikiingia tunajipata kanisani, tunaweza kubarikiwa kwa pamoja kutoka pale. Basi ni baadhi tu ya vipindi vile ambavyo tunaleta, na katika haswa kipindi changu kile ambacho huwa tunaweza ni kipi kile ambacho tunaangazia kwa Saidi. Ndio maana nikauliza vijana wapo. That is why the reason niliulizia pale. Basi yule ambaye ako pale tupatie wimbo huo, watubariki, baadaye tuweze kutamatisha. Mwanamke
Kristo nyumbani. Bwana Yesu ndiye bwana harusi, na kanisa ni bibi harusi. Tayarisha moyo wako sasa, Bwana kija tuende nyumbani. Bwana Yesu ndiye bwana harusi, na kanisa ni bibi harusi. Tayarisha moyo wako sasa, Bwana kija tuende nyumbani. Ni furaha kwa bwana harusi kupata mwanamke mwema. Mpende huyo mke wako, nawe dada umheshimu Bwana. Ni furaha kwa bwana harusi kupata mwanamke mwema. Mpende huyo mke wako, nawe dada umheshimu Bwana. Ataro kungorio kuya kweli. Ngoto sasa neti. Nakia hapo message yimwe wewe kwana. Enyo mesikwe. Na abantu bakaki. Kara bwatasi nini? Tikabarangira neri. Nakibateba. Enyo mesikwe. Na abantu bonsi. Tuanchane. Ono tingomanya gose gocha abantu mbare bari bako chabara arutana chingundi. Jumamosi ke gwikarioryo baba yabesibi bachiche kanisa muntu to koma osengo kwana barenge gosengo iranera ne bare. Amasikana into kengencho tuisike bana abaibuli tusika abana baito na into abana tusika abaibuli. Abasa abaga no nyato gokina tubwate challenges. Nyoko bwato mwana okali sukuru gochiari isiko gosoma abenkisi town yale abe Nakuru abe Nairobi Mombasa andonsi. Make sure nga omwana oyungo mukwana role at least tokora matukabero dara mukwanera tokumanya mejanda kale gwetera abo mwana omumura abo mwana omuiseke una bali isiko ke batara ire no jo school tata have time with your girl, have time with your boy, talk to them because anye toko bakwanera konyorale montaro nke mwina ali amukwanire na ndabu ati yako matebi. So ase engaki yega aba mbara umwalimu ogo train ogo ku Newton ogo terangorante birito tere ni mokora ginkona nagerigo na kumaito biyara lakini ngote manda singonyara Newton tukwani. Ningependa kujiintroduce kwanza, mimi naitwa Newton Okenya. Nyumbani ni hapa ndio nyumbani. Watu wote wako hapa, hii kanisa yangu ni Nyamiogo. Mama yangu ako huko. Salimia watu. Mama Newton, asante. Cyane mbale makina nyabocho mwalisi ambia mole. Kina babo chianti babo gwirita nabange. Wengi wameniuliza mbona sichaimba hii kambi? Siwezi imba kwa sababu si nina train Nyamiogo. Ikiimba nimeimba. Mwembe ikiimba nimeimba, si ndio? Sasa haina haja, wacha tu waimbe, si ndivyo? Vijana wengine wako shule. Kuna wimbo hapa tulifanya inaitwa Je, umetoka wapi we shetani? Mnaujua? Ng'ombe napo, na ndio tunaenda kuimba cover ya Eke Gusi. Twende kazi. All right. Sawa, kuna nyimbo nyingi nimeproduce lakini kwa sababu ya muda hatuwezi imba. What
kurekebisha pale. Samani wamefanya makosa, waliimba ile ambayo haijakuwa imeiva. Okay. Sorry. Sawa basi. Wacha tupate tena. Tuweke. Ikiwa kwamba ndio wimbo wa mwisho tutakuwa tunamaliza pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji, tukimaliza tutakuwa tunakata mawimbi kutoka eneo hili. DJ tuende. Nani jebeka, natiga ire, kokore
ire gokoretera mama naishi Si wametubariki kweli? Si wametubariki sana? Wimbo huu mimi naujua kwa Kiswahili, lakini natemirike gusi nonyana ali umuntu wakego, lakini natema rutu goseba no tutasema namna gani? Niimbe kwa Kiswahili. Anza. Yeah, kuna mmoja ametoa sauti nzuri pale. Sijui tumuite atuimbie kwa Kiswahili. Kwa sababu ya masaa, wacha tuimbie kesho. Sawa. Kesho tukifika hivi, hicho ndicho kitu cha kwanza tutafanya. Sawa. Unikumbushe. Utanikumbusha. I have to work wasahau by the way. Once you give a promise, lazima ufanye ile kitu. Okay. Ulikuwa na jambo la kusema? Jambo ni kwa wote ambao walijumuika siku ya leo katika haya makambi, tumekuambia ni asante sana. Make time again tomorrow for the word of God na utakuwa blessed kabisa, because theme ya hii makambi salvation simplified. Simseme kwa Mungu, kama umerahisishiwa kitu, you're supposed to be happy. It is salvation kabisa. Kama Mungu ameweza kuturahisishia wokovu, we are supposed to be happy because he loves us, sababu ni upendo mkubwa kabisa. Kwa watazamaji wote na wasikilizaji ambao wamekuwa kufuatilia kipindi kabisa, najua nimeona pale wameacha comment. Ni vizuri sana sababu tunajua ya kwamba tunaguza nyoyo za watu kupitia kwa mitandao pale, na wale wote ambao hawakuweza kufika katika makambi kwa njia moja ama nyingine wanapata baraka wakiwa nyumbani kwao, na vile vile wanasikiza kwa redio. Pia unaweka, what you do ni kuweka earphones zako kwa masikio, kiendelea na shughuli zako, unaendelea kubarikiwa. So nasikia ni uwerevu kabisa Mungu ameweza kupa wanadamu. Hata kama uwezi kuwa na excuse ya kusema ya kwamba kwa sababu sikufika kanisani sijapata neno la Mungu.
lakini mtandao isije ikakufanya mvivu ukazembea pale nyumbani ukakosa kufika kwa mkutano. Sababu Mungu anasema mahali ambapo mmoja ama wawili wanajumuika kwa sababu ya neno la Mungu inakuwa ni baraka. So make an effort uweze kushiriki na wengine, muweze kubarikiwa kwa pamoja. Sababu ukiwa pale nyumbani na ungetaka tena kusoma neno la Mungu, kuna mahali ambapo unaweza lemewa. Na ukilemewa, kama ulikuwa kanisani, nitaenda kwa pastor, nimwambie pastor, kuna kifungu nimesoma ama nilisoma jana usiku sijakielewa. Kama ni wamama wamekutana pale kwa mkutano, si wamama huwa mnakuwa na mikutano, basi ukakaa chini ukaongea na mama mwenzako, ukaongea na kijana mwenzako, kumwambia wacha basi tuzungumze hili neno la Mungu tuone litatusaidia namna gani. Hata kama si neno la Mungu, unapokuwa katika mkutano uko na shida fulani, tunasema problem shared is half solved. Unapata kwamba umeshare na kitu ambacho maybe kingekufanyikia kibaya umeshasuluhisha mapema. Asante sana, tukutane tena kesho ili tuweze kubarikiwa. Najua sasa tutakuwa tunaelekeza hii mipango yote katika maeneo ya Texas ili Orina Untiri naye aweze kuendelea na kipindi, kwa sababu masaa ya hapa kwetu ni ya kupumzika. Baadaye atakuwa wale ambao watakuwa wanafuatilia, mtakuwa mnaendelea kubarikiwa naye Orina Untiri pale. Mweze kubarikiwa vile mwenzangu alikuwa amewaambia. Naitwa Ruth Nyanchama. Sijui, okay, sawa. Hiyo ni baadaye. Reserve it for tomorrow. Basi kwa wale wote ambao wamefuatilia tumeshukuru sana. Kesho mpango utakuwa ni ule ule tu, tutaleta kambi haya kwa njia moja katika runinga yetu na mitandao yetu yote ya kijamii. Wale ambao wanafuatilia Marekani ya Kati mnaweza tupata kama Abagusi TV ama AGR News TV katika channel ile ya Loku, na kwingineko YouTube tupo live, Facebook tupo live, na pia pale X tupo live. Wale ambao wanafuatilia mtafuatilia pale. Kesho tutakuwa na vipindi kawaida, tukitamatisha kambi pale saa 7 mchana ule tutakuwa na panel ya lesson discussion. Kwa wale ambao watakuwa wanafuatilia, kesho tutakuwa studioni, tutakuwa hapa na kipindi chetu mwongozo wa kuisoma Biblia ama Bible study, tukiongozwa na uongozi wa kanisa hili na pia na wale ambao watapatikana katika ile panel. Pia siku ya Jumamosi tutakuwa hapa tangia asubuhi hadi jioni tuweze kutamatisha makambi kwa upamoja. Kwa njia moja tu niweze kushukuru uongozi wa kanisa hili, pastor wa district hii na guest speaker Pastor Mititi, kwa kuweza kutukubalia tuje hapa, na wazee wote wa kanisa hapa kwa tuweza kutukubalia tuje hapa. Nilipata simu nikasema, wakati tunauliza mumefika wapi? Tuko hapa tu, tukiingia tutaingilia na wapi? Tumesimamisha kila kitu, tunawangoja mfike. Kwa kweli mlikuwa mnatungoja na tumefika. Tumepata ile ambayo ama tumefanya ile pati ambayo Mungu alikusudia tufanye kwa leo. Basi tunapomaliza ama kutamatisha, tunashukuru nyinyi wote, na kesho tuwe hapa tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Mashabiki wetu wote wale ambao nimeona wakifuatilia pale, akina Sheira Kemunto, Ruth Nyabuto, wale mashabiki wote wa Uarabuni pale, na wale ambao wako Nairobi wanafuatilia, wajapata nafasi ya kuingia katika makambi, wanafuatilia tu. Basi Mungu aweze kuwabariki. Tupatane tena hiyo kesho. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi ama Jeff the presenter, na unatazama na kusikiliza Abagusi Global Radio AGR News. Barikiwa sana, jioni njema, na niseme usiku mwema pia. Tutarudisha hili kwa pastor aweze kufanya ombi la mwisho tuweze kutamatisha. Nadhani kwamba tumemaliza yote, hakuna lolote tena pale. Karibu sana pastor. Tukisimama atukai tena, tunasema tuende. Atuombe. Baba na Mungu wetu siye milele, Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu hakika tumeona mkono wako kuchangia asubuhi mpaka wakati huu. Mungu wetu, asante kwa sababu uliwaongoza wageni wetu vizuri, kafika salama, wametusaidia mahali wametusaidia Mungu wetu, na tunaomba ya kwamba kesho fanya mapenzi yako Mungu wetu. Tunapoenda nyumbani sasa utuongoze, na kesho tukikutana Mungu wetu tutalimidi jina lako Mungu wetu. Tuomba hayo katika jina la Bwana Mwombezi wetu. Amen.